nataka uelewe. Haya mambo sio kwa sababu ati ukishare umenisaidia. No. I want to teach you to be in the open. Stop praying in dark shadows. Washa kukaa katika giza. Let your boyfriends, your girlfriends, let the people who from where you are born, let them know that unakuwaka kanisani na unaambiagwa uwashe usharati. That's what I'm telling you to share. Let around you be right. Yeah. Washa mwangaza. Sasa si unaona sasa Mwagia ameripwa ndani yake. Mwangaza ni mzuri. Hiyo mambo ndio nasema tuseme. Huyu kijana ni my friend. By the way, napenda huyu ndiye vibe. Sababu napenda watu wa kuharibu. Yaani watu wa kusema venye kumeharibika. Lakini niambie sasa tuongee. Niambie huyu mtoto unafikiria ako na ushugu gapi? Akijua ako na subiri lakini amenyang'anywa. Now, you see, tunaweza taka wokovu ingine. Na mimi nasema sikizeni. Hata kama mimi niko na pesa zako, ukuje uniambie. Sababu naweza kuwa nimesahau. Lakini napaswa kulipa. Na kama uko na deni ya mtu hapa lipa. Sababu katika wokovu kuna ukweli. Ya? Tunapaswa kwenda kwa mambo. Kama umeajiri mtu na mliagiri pesa fulani, mpatie. Ama ndadhi githukagia ni kama naenda nikiharibu. Si kweli? So I'm saying please, come on. When you are ashamed of Yahusha before people, ni kwa nini unaogopa kushare hiyo video? Ni kwa sababu hutaki watu wajue unakujaga kanisani. Hutaki watu wajue unakujaga kwa madhabahu. Kama sasa yule mama nilifukuza. Amekuwa akija akitaka anakuja kuchukua microphone ovyo ovyo, nikamfukuza. Sababu sitaki watu wanakuja kufanya test litmus. We are not litmus papers. Yaani mtu ambaye ukitaka kwenda kwa yule pastor unalala na yeye unaenda wiki hii. Lakini ukitumana anatuma watu anawaambia ukitaka kusaidika tumana enda kwa Pastor Paul. Simlisikia wakisema? Lakini kwa Pastor Paul kuna sheria. Diposa hiyo anointing ifanye kazi, lazima nikuwe mkali. Lakini unataka kwenda kwa yule pastor anakushikashika matiti. Lakini ukikaa na wazimu zako sasa ukigojeka after umemasajiwa na pastors unakuja hapa. Tuelewane. Yakoba washeni tuwe na discipline. Washeni tuwe na upako. Washeni tuwe na tabia ambazo hata watoto wetu watajua tumeokoka. Washa watu wa village yako wajue umeokoka. Hivyo unajivishaga ya kwamba unakuaga Nairobi. Let the people from your village know unakuaga umeokoka. Washa kujifisha. Don't come like alikuwa Zekaya ama nani? Alikuwa Zekaya ama Nicodemus. Alikuja usiku asionekane. Washa kuwa cha usiku. Kuna mwalimu tulikuwa tunaita sha usiku kule shule tukisoma. Tulikuwa tunamuita sha usiku. Ni mwanamke. Lakini sasa najaribu kusema usiwe sha usiku. Kama unakuja hapa, washa watu wajue unakuja hapa. Na kama unaenda kwingine, washa watu wajue unaenda. Huko utaenda kule kuzuri, ungependa kutambulikana nako, enda huko. Because that is where you belong. Come on. Hallelujah. So now understand, I'm coming to this. Sasa niko na kazi gumu. Ni mimi nataka uonekaniwe. Ni mimi nataka uonekaniwe. Ni mimi nataka ubarikiwe. Ni mimi nataka doa yako isimame. Ni mimi nataka upone. Lakini pande yako you are pushing me back. You don't want. You don't want. Sasa tunafanya kitu inaitwa kwa danke what? Danke work. I'm praying for you but you are resisting. You are hating. You are ashamed of me. You are ashamed of your wife. Mke wako anakuombea. Hii mambo sasa nitahubiri aje. Mke wako anakuombea ukienda kazini upate pesa. Lakini hata ukitoka hapa, sijui sasa washa niseme. Hapa mnatoka mnakaa. You don't want to come with your wife. You are ashamed of her. That she is your wife. Hutaki watu waone ulioa huyo.
Kwa nini mnakasirika? Unajua sasa nikiongea hivyo, sasa unajua mimi sikuagi. Si ninyi mnakujana kama hamkuji. Si unajua kama bwanako mke wako anapenda kuja na wewe ama hapendi? Kwa sababu kuna duka anapitia hapo na hataki kuonekana alioa Karuru. Yaani kwa mfano, sijasema hivyo, ni mfano. Yaani utakagi kutembea na huyo bwana yako. Sababu unajua kulingana na wewe yule jamaa wa duka ile unaonaga ndiye na vibe. Sasa utakagi kuonekana ukitembea na huyo bwana yako sababu yule kijana ndiye na bamba. Sasa nasema mambo haya siongei juu ya sharing peke yake, naongea juu ya aibu. Ulioa mke lakini unakaaga umeshikilia roho sababu unaonaga ulikosea. Uliolewa na bwana lakini unakaaga umeshika roho sababu unaonaga ulikosea. Sasa ni vizuri tafadhali ajue hafai. Yaani hii yote ni mfano, sijasema ni wewe. Lakini mnakaa kama you are victims ama sababu kwa nini kwa hii kitu naongea unakaa sad? Why? Si mimi niko na mke wangu ninaongea, ama man, she is there. Kwa nini yeye asikia aibu? Na kama basi tuasikia aibu sababu ya wamama tulioa ama kwa sababu ya wazee tuliolewa na wao, we can do it another way. We can say enough, the reality of the heart. Mtikiuge sasa ni kwa nini mnanyamaza? Tulianza na hypocrites. Hypocrites. That is why napenda mke wa Gachagua, Dorcas. Anasemaga vizuri. Hata akiwa bwana hayuko, anasemaga you have never seen a boy like my husband. He is the best. Yani ni mke haibiki. Wewe ukienda kwa shamba, hata hakuna mtu anajuaga you are married. Na huyu anakuwa na bwana. Hatujawahi jua vizuri. Ukimuuliza anasemaga mind your own business. Hapendi kusemekana ameolewa sababu tabia zake. So don't be ashamed. I'm teaching you now, remember? Don't be ashamed of Yahuwah. My friend, nataka nikuje kwa uzito sasa. You are a mason. When you are kujenga na mawe and you are ashamed of the Savior, shame on you. Nataka tuende pamoja sasa. Umenyamaza kwa nini? Nimesema unajenga na mawe na you are ashamed of your Savior. Kuna watu ambao ni ma president and they are placing Yahusha. I'm telling you, you should be ashamed that you are a very small person neglecting the Savior and the creator of your life. Now wake up and know that you don't deserve. Wake up and know that you are nothing. Without him you are nothing. Stop pretending that you are anything. You are never nothing. You will never be nothing until he is in your life. Come on. I'm talking to people that have breath. Let everybody who have breath praise Yahuwah. Come on. I'm saying come on. I'm saying don't be ashamed of your salvation. Itangaze. Don't be ashamed that you are married. Hata kama umeolewa na mtu hana macho, ulimchagua, ni wako. Huyo ndiye bwana yako. Waigashia na ishio thi. Niliambia watu waache kubebanisha matoto ina kazi juice. Weka mtoto chini, mulalishe. Kuna mahali ya kulalisha yeye. Mulalishe hapa kwa baba yake. Tuendelee. So that nataka watu wako present. Si ndio? Acha kushida huku ni kuzuri, si ni kusafi? Don't be tired for nothing. So nasema nini? Don't be ashamed of your husband. Na mutasema hallelujah. Don't be ashamed of your wife. Hapana. Nakuja kutetea bwanako, nakuja kutetea mke wako, nakuja kutetea Yahusha. Don't be ashamed of Yahusha. Don't be ashamed of his salvation. Hivyo unaona you can't post Yahusha even anything concerning him because you know you are a criminal. Nakwambia kutoka siku ya leo, toka kwa criminality, ikia kwa watu wameokoka. Toka kwa uchenzi, toka kwa ujabazi, toka kwa umaraya, toka kwa chuki, toka kwa tabia ambazo hazifai. Nasema okoka. I know your salvation is wanting, but I'm your pastor.
Nimekuja kukuambia hapana, this is not the way that I'm gonna shepherd you. Being that you are a hypocrite, being that you are a liar, being that you are a prostitute, being that you are ashamed of the gospel, I'm telling you, don't be ashamed of the gospel, because it has saved your family, has saved your life, has saved your wife and your husband. Come on. Hallelujah. I said hallelujah. The way to manifest, the way to portray, the way to show up, it is the way of the word. Love the word of Yahuwah. Na kuambia na nitaongea. Hakuna venye unakaa. Na niwaambia hapa, hakuna mtu kuna venye anakaa. Na kama ulidanganywa na mke wako na bwana yako, because he is a fool, she is a fool. Tunakaaga sababu ya neno. Hakuna mtu dunia mzima anakaa chochote pasipo muubaji, pasipo mwokozi. Nobody is anything without the word. Maandiko inasema, fools say there is no Yahuwah. Fools. You get educated, you think you are important, you are not. Na kuambia hapa, hata kama ulifika study 3, chukua neno la Bwana, utapita hii jagiri. Come on. I'm telling you. Hata ukiwa ukuingia class, you are better than an unbeliever. Do you know there are people ambao najua hata wametoka kwetu, ambao hawakufika, tuliwaasha, wengine walitoroka tukiwa standard 3, walitoroka shule, na saa hii they are millionaires, not because of education, but because they started living right. Walianza kubehave right, doing right, going right. Hello. They understand that they are better. They understood that education sio hiyo ambayo ilifanya mtu. Wengine wenu mlisoma najua, na haikuwafanya kitu. So don't be ashamed of Yahuwah. I am ashamed of the people who are ashamed of that they are saved. Nasema ningetaka tu kuona watu wawili, watatu, watu 5, 10, 20 hapa ndani ya madhabahu ambao wameamua kusogesha, wameamua kusonga mbele, wameamua kama hao tumeona hapo. Na nakwambia hii kanisa itasonga mbele very fast. Shida ile tuko nayo, tuko na bogi. Unajua bogi ni kile kiterera kinakuwa na huku nyuma, hakiendaki, kinavurutwa. Na unajua ni kizito. Unaona hii kitu inakuwa inavuruta, inaweza enda sana, lakini juu ya ile mapepo imebeba nyuma, ambayo they can't walk. Kanisa zingine unaona they are very small. It is because of the people that are in there. They are useless people. Unajua I usually see hata watu wakihubiri, kama kuna pastor anaitwa Damina, sijui kitu kama hiyo, yani na wengine unapata akihubiri watu wako alive. The people that have come to the church wako uhai, they are not dead. Anahubiri mambo mazito sana, lakini unapata wale walio hapo wanataka hayo mazito. Maandiko nasema Mafarisayo hawaigii na hawataki wengine waigie. Hutaenda pale utaambiwa tabia ambazo ungependa. Unataka pale ambapo unaambiwa kile ni neno lakini hukitaki. Now who is suffering? Your wife is suffering. Your husband is suffering. Your children are suffering. The pastor is suffering. Why? You enter, you don't want to depart. Come on. It is a sad situation. You are not in, you are not out. Na Yahuwah akasema ya kwamba na waambia, it is either you be hot, that is you be in, or you be cold, that is you be out. Hallelujah. I said hallelujah. I want to repeat again. I said hallelujah. Can I come again? Do you know there is a lady who is not saved, who is not married, but she has a lot of peace than you? Tunaongea. Kuna mtu hajaolewa na ako na amani kukushida. You thought kuolewa ndio solution.
Pana. Kuna mwanaume hajaoa saa hii, lakini nakwambia ukitembea hata kwa barabara anasimama straight. Sababu ametoka kwa nyumba, amepika mayai mbili na samosa moja, amemeza, hana stress. Sababu hakuoa. Shida yako ulioa na uliolewa. Shida si kuolewa na kuoa. Shida ni kwamba uliolewa na ulioa mfarisayo. You may not like it, but if you like it, crown it. Shida si doa. Shida ni kwamba bwana yako, mke wako ni mfarisayo, and that is why you cannot listen to nobody. Habadilikagi. Aende kanisani ni ile pepo, aende wapi ni ile pepo tu, haibadilikagi. Na kuambia kuna mtu saa hii ameolewa anasheka anamaliza. Kuna mtu ameolewa anasheka anamaliza kwa sababu hakuoa na hakuolewa na mfarisayo. Mafarisayo, they are ashamed of their wives. Mafarisayo, they are ashamed of their husbands. Naye Yahusha anasema wakati huu na mimi by the way, wacha niwaambie kidogo. Pale naendaga ofisi, sitashinda nikisema sana sababu tuko live. Huyo tunaongea na yeye neno mpaka ananiongezea zingine, and he is a millionaire. He own estates and he is a man of Yahuwah. He encourages me. Hata alisema tukiseto anakuja kujenga hii kanisa. Si siri. Sio siri. Alisema atakuwa part of it. Alisema pastor, wakati tu tukiseto sasa namna hii, I'll be the first person kuleta mawe na kuleta mchanga na kuleta simiti. Na nimewaambia, listen, manyumba yake iko na benki, simekopoa huko. Nataka uelewe hiyo ni kusema nini. Nyumba zile amejenga ziko na benki. Hao watu wa kuuza mashamba wamekopoa huko. Ofisi yake, it is like this place times 4. Ofisi peke yake. Na tukiongea mambo ya Yahuwah ananyamaza, anarespond, anani encourage, hata ananipigia simu kuniambia sasa tuombe. That is why I hate especially poor people who hate Yahusha. I hate them with all my heart. Sasa wewe ni masonary. Inaitwa masonary. Inaitwa nini? Mason. Inaitwa nini? Ni masonary. Ama ni masons. Ni vile mason. Sasa wewe ni fudi wa mawe na unakuja kuniligia. Yaani tukisema tuinue mikono, yaani yako iko down. Na wewe ni mtu wa kukula cabbage na sukuma na ugali ya gorogoro. Wewe unatembea na public opinion. Lakini ukiingia kanisani unaona you are like everything. Na kuna watu wameweka maprando na Mercedes kando pale wana worship and they are raising their hearts. I want to tell you that kind of a behavior is of the devil. Na yule alikuambia kuna venye unakaa, alikukosea. Come on. Am I talking to anybody? Na kama hapa wewe unakaa nyumba za kukoboa, washa kiburi. Nitaongea sasa. Nasema nitaongea. Huyu Mrs. Maina unaonaga hapa wakiwa na Maina wamejenga masonite, na siku moja nitaenda huko kama Maina hata nitumia, nitaenda niishukue nigetho tigi yori musho koragwo nagu. Lakini huyo danda akiwa hapa, ukiona Maina akinyenyekea hivi, akinisalimia hivi, unafikiria ni walika yako. Nimekuja hapa kuongea, nikwambie kama unakaa nyumba za kukoboa, washa kiburi. The very blessed people are them that have. The very proud people are the poor people, na ndio wako na sura baya. Leo nimesema I am here to talk about the proud people. People who think are not anything. You are not nothing to Yahuwah. You are nothing.
lakini anataka akuinue, anataka akufanye binadamu. Umekalia katika ujinga wako ya kwamba hata kuimba, hata kuhubiri, hata kuongea mambo ya Yahua umekataa. Na wale ambao wamebarikiwa, uliza, sitaki nishome sana, lakini nishome kidogo, si ndio? Nishome kidogo. Uliza Mrs. Maina alikuwa nini kabla akuwe manager wa benki. We, Maina chukua gorogoro. Nataka msikie. Hakuanza akiwa manager. Na kuambia hivyo kwa sababu katika watu wengine kunyenyekea, anaheshimu mama yake, na yeye amesoma mpaka university, ako na pesa, ni manager wa bank, na ukimuona akiwa na mama yake anambebea mpaka laptop. Wewe na una suruali yako imetoboka ya ndani, huwezi hata chukua bucket utoe hapa upeleke pale, na unasema upaguziwe. Nataka kuja leo kwa sababu hiyo ndio sababu bwanako ni takataka, mke wako ni takataka, sababu ni watu wenye viburi ambazo haziko. Mwambie kutoka siku ya leo gutiri ndo akoragwa hana. Sema alikuwa nini? Tushome. Alikuwa anauza viatu. Good. Kama Gucci. Good. Alikuwa ameajiriwa? Alikuwa ameajiriwa. Kuuza viatu. Good. Lakini huyu msichana akiamua kunyenyekea, akiamua hata kama, na ninamsomeaga na ananiheshimu na ni manager wa benki, nakuja kwako leo nikuambie hicho kiburi hakifai, na hakuna venye unakaa. Kuna watu, kuna venye wanakaa. Okay. Oh, basi unakaa. Come on, wake up. Stop pretending. Stop being proud for nothing. Wake up and worship Yahua. Wakati unashika microphone, come on, ukishika microphone, jua umeshika, utoke kwa hawking, utoke kwa vibanda. Jua hiyo microphone itakutoa kwa kuuza viatu, ukue mtu. Elewa, washa kujifanya tuko na sauti. Sauti zako ni takataka. Usipoelewa hii microphone umeshika, iondoe utasa kwako, iondoe mapepo kwako, iondoe ufukara kwako. Hallelujah. Now I hope you are understanding. I hope you are getting. Hello. I said hello. Sababu sio furaha yangu kuona unaendelea kuwa hoka, kuona unaendelea kuumia, kuona unaendelea kukaa kwa nyumba za sigo na double room na K. Fie na kule guthi. Bedsitter, thank you. Na bedsitter, na ni za wenyewe. Sigo. Na ni za wenyewe. Thank you Robert. Thank you Mwagi. Niende na jeshi. Niko na jeshi. Hata ukikataa kunisupport niko na jeshi. Na hiyo 500 ipatiwe Mwagi. Shika hii kwanza. Nitaongeza 300 sababu kuna watoto wengi hapa ambao wameshonwa midomo. Ni 300 sasa nangojea kukupatia. Na msiitishwe. Tunaendelea tu. Nasema tafadhali, nakuja kukuamsha. Angalia kule ulitoka kwa nyumba ambazo ni matope. Unajua hata kama mumejega juzi na ni harambee mmefanya. Washeni watu wapende Yahusha kwa kujua ya kwamba hajakuja kuomba chakula kwao, amekuja kuleta chakula. Hajakuja diposa apone, amekuja diposa wapone. Hajakuja diposa asome, amekuja diposa msome. Tuache kuwa watu hawaelewi. I was a hawker. And I know ni nini kilinitoa kwa hawking. Nilijaribu kutoka kwa hawking kwa nguvu zangu, nikawa hata sasa hiyo hawking sipati customers. But immediately nili-engage mambo ya Yahua. Immediately nili-engage mambo ya kumtukuza Yehova. Wakati nili-engage mambo ya kusimama imara, nasema sikiza na munielewe vizuri. Hiyo ndio imenishika mpaka siku ya leo. Huyu Yahusha ndiye amenishikiria, ndiye amenifanya mtu.
Nilikuwa naweka biashara na hazifaulu. Lakini wakati niliingia kwa Yahusha, hata orodha ile nilikuwa nayo ikanawiri, hata duka ikawa wholesale, kwa sababu sio kwa sababu ya ujuzi wangu, lakini kwa sababu ya kuokoka vizuri. Na kuja nikuambie ninyi ambao mnasemaga you are manager, mnaita wa bank manager ama what? Wale ambao wanashikilia kwa nyumba, house girls. Can I tell you something? Stop that pride. You are not a house manager. Elewa you are a house girl. Diposa uibe kama house girl. Diposa usimame na neno kama house girl. Uelewe huyo amekuachiri kuna venye yako usivyo. Accept your position. Stop fighting it. Accept it with a lot of pride and with a lot of joy. Let Yahuwah know you are a house girl. And then tell him what you want to be. When you are praying and when you are preaching, when you are sharing the gospel, that is when Yahuwah will know that you are a house girl, you are a masonry, you are a carpenter, you are a hawker. Come on. I can only offend demons. But this one I want you to understand. You are at your place of work and you want promotion. You want promotion. Na bado ukija kanisani unakaa kama maiti. Let me tell you, that frequency cannot increase you into anything. I'm telling you that. Hiyo frequency haiwezi kukufanya mtu. Sasa mimi hii kweli inauma. Lakini wacha niwaambie, nilivaa hiyo juga. Hiyo nilivaa. Na hiyo zitoi. Nitasema ukweli to the last man. Ni wengi wametoka kwa hii mlango sababu hawataki kusikia waheshima bwana zao. Ni wengi wametoka kwa hii mlango sababu hawataki kuasha usharati. Ni wengi wametoka kwa hii mlango sababu hawataki kuambiwa hawajaokoka vizuri. Lakini sikiza, hata wakienda they still become useless na takataka. Why? The truth, hata ukienda wapi you are gonna fight it there. Wherever you go you are gonna fight the truth. The truth ni kwamba wakati nilioa mke wangu nilijua how to be saved well. Nilipatana na mtu ambaye ana inject, na ni mwanamke. Anasogesha dama gitama. Paka nikasoma kwake. Nikaona mimi ni mwanaume, but I'm supposed to inject better. Nikaran, badala nimshukie sababu anasongesha, nikampenda. Na hiyo kitu nikavaa zaidi. Nikawa mkali sasa. Come on. Nikawa mkali kumshida. Kwa sababu I did not hate it. Wakati unakuja unapata pastor ni mkali, badala na wewe uvae ile juga, ukuwe mtu ambaye ni mkali kwa ndoa, mkali kazini, mkali kwa shetani, mkali kwa mapepo, unakuja kunishukia na kuniangalia vibaya. You came to run, you came to become, you came to rise, you came to overcome. Ulikuja ni kufanya mtu. Sasa ulikuja diposa mimi nisiwe mtu. Nakwambia kama wewe ni mwanamume, shame on you. Kama wewe ni mwanamke, shame on you. Rise up and know that your family is depending on you. Hii suti unaona nimevaa na ile mke wangu amevaa imetoka kwa wengine wenu. Acha niende zaidi. Ndiposa niharibu. Wakati mwingine kuharibu inakuwa kama mzuri. Unajua wakati mwingine unapata watu wameharibu, wewe hujaharibu. Wakati mwingine haribu hata wewe usikie mzuri. Usikie venye wanasikia. Hii watu wanapenda kuharibu. Wanakuwa nani? Mipasa Abigail. Mimi hata sikuwa najua ati napaswa kwenda mahali. Niliambiwa sasa amesema pastor aende avae suti. Nasema hivyo hana doa. Come on. Kwa nini nimemtanja? Nimemtaja diposa sasa uanze kuelewa kuwa Bwana is nothing. That is a trouser. Bwana sio trouser.
Bwana na ndiposa nawaambia kuna watu wako na akili na wako sawa na hawana mabwana. So I'm sick. Unajua unaweza sema nimesema Pastor Maina ati sababu ati mke wake ni manager. Kwa nini naongea hivyo? Naongea hivyo ni kwa sababu unaweza. Nimekwambia nilikuwa hoka. I'm not ashamed. I was a hoka. I'm not ashamed. Wewe kiburi kimekujaa. Kila siku unakaa kama umetoka biguni. Lakini kwako mnapika na sufuria imetoboka. Hutaki kujulikana ya kwamba Yahusha kuna mahali amekutoa, amekufikisha hapa. Nasema it is important uelewe ya kwamba Yahusha akikushika kidogo, mwambie amekusaidia. Akikushika mara nyingine, mwambie amekusaidia. Hiyo unafiki wa kukaa umejifisha, hakuna mahali utakupeleka. I want to talk with a lot of boldness. Niseme hivi. Hapa ukiwa maskini is because you are useless. Simple and clear. Useless in here. Sasa najua mumeona wakushukia. Wakushukiwa. Wakukasirikiwa. Ukijaribu hapa kuwa anything, people get irritated. Wanasikia kutapika. They want everybody to be a hooker. But it is not my mission. Mimi si mtu wa kufail. The time I got Yahusha, I have never failed again. Wakati nilielewa what to do, I'll never fail again. Because I know I am capable. Shida yako ni kwamba unazunguka tu katika unafiki. Katika maombi, munafiki. Katika matoleo, munafiki. Katika sharing the gospel, munafiki. Simu yako imejaa uchawi. Look at your phone. Look at the things you share there. That is who you are. That's who you are. Don't pretend that you are saved. You are saved in your mouth, on your lips, but not in your heart. Maandiko yanasema utajiri wa mtu huko pale roho yake iko. Nakuja nikutoe. Una shida ukizunguka, ukitaka ati uko na imani, siku moja utakuwa. You will never become. You make yourself. You move a step. You say, I'm coming out of silliness. I'm coming out of people that have no brain. I'm coming out of the life of Pharisees. Sikiza, hata kama wewe ni mwanamke na bwana yako ni mjinga, come out. You can shine. Na kuambia hata kufuata. Sijasema utoke doa na wewe uko na akili baya. I'm not saying you come out of the marriage. I'm saying don't behave like your husband. Don't behave like your wife. Behave like Yahusha. Sasa shida, wewe ni mke, unakaa tu kama bwanako. Munakaa tu funny, the both of you. Nobody, weta kwa tereri, wanaitaka wairigi na waithiorora. Sijui inasemagaje in English. Sasa sasa you teach me that. Mrs. Maina leo hayuko, hagenitafsiria. Yani, bwanako mambo ya Mungu hapendi. Nawe mke wako bwana ya Mungu hapendi. Sasa ni karuru wangapi? And you expect that you are going anywhere. Let me tell you, you will die early. You will die of stress. You will die of depression. Why? Maandiko yanasema the cornerstone, the builders rejected. It became the cornerstone. I mean the stone, the builders rejected. You are rejecting Yahusha. You are rejecting the cornerstone. But there is a time you need it. For now you think you are too important. Washa wakati utasikia meno unakula ugali inachomoka na meno. Washa wakati na Pastor James, sijui kama uko na ile picha. Ile video ulikuwa unanionyesha ya yule mama. Kuna mama amezeeka hapo. Anakaa kuna wakati alikuwa kaganya. Wenye uko ganya sahi. Lakini imefika wakati. Na mimi nawaongelesha. Angalia hiyo kazi unafanya. Angalia kule umetoka. Angalia ile nyumba unakaa. Washa maringo. Nakuja kwako kwa amani. Nisikizeni.
Wakati mwingine mimi fujo yangu mingi inatokaga kwa kule nimepitia. Familia nimetoka, ambayo ni familia ya watu maskini. Kutoka juu mpaka chini, everybody is a beggar. And I'm talking with a lot of confidence and a lot of respect. And because of what I have seen, I refuse to be like that. Everybody is struggling. Now, and I know when I'm in Yahusha, I will not struggle. He struggles for me. And I said, bring to me your burdens, and I'm going to give you my yoke. And that is what I'm preaching the way I'm preaching. Because I don't want to follow the way of some pastors. Some of them are sick. Some of them go to South Africa and everywhere to be healed of their kidneys. Listen, when you start preaching nonsense, your body is sick. Wakati unaanza kutubuiza maraya kanisani, mwishowe hata ukiwa bishop, hata ukiwa pastor, ni wewe utagojeka, ni wewe utakufa. I am not gonna die. I will talk the truth. Washa mtu atoke, na akitoka atoke na magonjwa ile ilikuwa iniingie. You know, there are people that get out of your life. You think that you are losing. It is a demon that has come out. Some people walk out literally. Anatoka hivi kanisani, anatoka kwa doa yako, anatoka kwa biashara yako. Huyo mtu alikuwa ni yeye ameleta magonjwa, ufukara, mateso kwako. Anatoka na mapepo, anasogesha kwao. I'm talking to the Pharisees that they don't think they can share the gospel of Christ, the gospel of Yahusha. I'm telling you, you are nothing. We don't need your sharing. Yahusha don't need you to propagate the gospel. He has people. Akona wanaume wakona akili timamu. Akona watu handsome and beautiful. We can see them on Facebook and YouTube. Watu wamenyoroka, wamesimama, matajiri, wanaongea mambo ya ufalme. Hallelujah. Hata kijana tunaonaga akihubiri, anaitwa Tim Mwangi. Kijana baru, kijana oyoyo, anahubiri kwa sheng ambazo hatuwezi sisi tulitoka ushago. Na ni kijana mdogo, kijana handsome, kijana ambaye amesoma, kijana intelligence, and he is strong. Na wewe hata hujajua kuoga, na bado unaona if you share the gospel you are ashamed of Yahusha. Come on. Hapana. We are not saying hatupeberezi watu katika wokovu. We are telling them Yahusha anatosha. Kama unafikiria unamsaidia, na kwambia from today know that there are people that are better, people that are powerful. Na ndio napenda Apostle Ng'ang'a. Ametoka jela 21 years. 21 years. Anakuja anatupita sisi Mafarisayo, wahubiri wakubwa waliookokea tumbo za mama zao. Because we cannot tell people the truth. Apostle Ng'ang'a will tell you as it is, na haogopi. Kama utamkura umkure. Tunaogopa kuambia watu ukweli. Tumeaibisha msalaba. Tumekuwa washugaji na mabishop takataka. Na kuambia, tell the people the truth. Hata kama pastors, they are not telling people the truth. Talk the truth. Tell people the truth. Speak the truth. Tell your husband the truth. Tell your wife the truth. It hurts, but it is going to defend you. You will never die when you start with the truth. You will never die when you start with the right. You will never die when you say what is supposed to be said. Najua you are sad because you thought that ukitoka kanisa tutaisha. And I tell you, utatoka mapepo zitoke. Yeah. Kuna watu walitoka hapa tukapata amani. Yeah. I know them. Walitoka tukapata amani. Tulikuwa tunafikiria, ama walikuwa nafikiria wakitoka tutaisha. No. When demons go out of your life, you don't die. Unapataka fresh air. Nasema hivi. Can I talk? Nasema hivi. Kutoka leo, angalia position yako. Unajua ukitaka kuokoka vizuri, washa hivi unakuja unasema angalia position yako. Angalia nyumba yenu, familia yenu. Utaokoka. Lakini ukija ushaganyane na Mafarisayo na wajinga, utakuwa kama wao. Unasahau you came for a mission. Kuna watu walishaguliwa
Kama sasa nilisikia auntie huyu my sister, nilisikia akiambiwa ya kwamba kuna mambo tunasoma weekdays, those who are especially those who are coming during the weekdays and the Saturday, kuna mambo tunasoma ya kwamba kuna watu wameitwa ya kwamba they are the breakers of 4 generational curses in their families. They break 4 generational in their families. Maybe you are here and your family is struggling. Do you know some of you? Kama kwetu sasa, sikiza, kwetu isipokuwa mtu pengine apate miaka iko hapo, come on, isipokuwa mtu apate miaka iko hapo, kwetu hakupaswi kuzikwa watu, lakini kuna miaka tunaruhusu, tunasema wewe songa, lakini hakupaswi kuwa na mazishi, because Pastor Paul is saved. He's not a pretender. I'm not here to sleep with your wives. I'm here to tell them the truth. Come on. You are there. You are there. You are struggling. Your family is struggling because you are a Pharisee. You are supposed to stand straight in the word of Yahusha. When we come here and share the word, it should be that you are the one, you are being told that. You go and implement that. The business of your husband inafuguka. The business of your wife inafuguka. Maisha kwako inafuguka. Come on. I said come on. Waasha kukaa hapo kama marege. Be a fire. Nilikuwa Sunday hiyo ingine sijui ni gani. Niliingia pale kwa shamba. You can put it down. I mean, stop. Acha ifike hapo. Niliingia pale